بسم الله. بسم الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما للكافرين عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. Kama kuna hadithi kama kuna hadithi tunataka kusoma. Haya chapu wajua na haraka. Assalamu alaikum warahmatullahi Mpatie fikishe. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mada al-hadith, somo la hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamilu yuhibbul jamal, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mambo mazuri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdal adabul mar'i min al-bawl, hakika adabu nyingi za kaburi hutokana na mikojo kama mkisafisha vizuri. Rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kuna mwingine tabaru. Nani haya? Sogea mbele. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah thumma istaqim. Rawahu Ahmad. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waogopeni moto japokuwa ni upande wa tatu. Imepokewa na Imam Ahmad. Hawa nataka wadogo fulani kaa kwanza. Nataka wadogo kwanza. Samia Yasma Isma. Hiyo lugha Sema akala. Hello. I am campaign speech. Waalaikum salam. Kidogo nataka kumwomba sana kidogo. Nika hapa speaker hapa. Anda ushauri chemsha. Leke basi amesema kwa sababu ana haraka. Sheikh Salim anambia kidogo ana haraka. Ile chukua hiyo mic kijana. Mengi lakini ana haraka amechelewa. Wote. Sasa vitu maliza tu tuongea basi kwa
tangu karibu. Dakika moja nitakuona kama yaka green. Ngoja. Ameizima basi. Ameizima. Ngoja nikuashie. Haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Kusumbua. Ni Sheikh Salim na grupu lake leo wametutembelea tena. Alhamdulillah. Ingawa Salim na watu wake ni kikundi ambacho ni cha maajabu. Kuna vikundi vingi vimeundwa kwa kushughulikia harakati za mayatima, kushughulikia habari mbalimbali za mambo ya maskini manini, lakini wakifika baada ya mwaka utaona vimevunjika, hawaji tena. Lakini saa hii mwaka ujao umepiga hesabu itakuwa ni nusu karine na mimi imefika miaka 25. Miaka 25 mwaka ujao. Kwa hivyo tunamwambia Salimu mwaka ujao tuipange sherehe kubwa kama Mungu atatuweka uhai na uzima kama zile ambazo watukifanya. Juu pia Salimu yuko kule, lakini pia watukumbuka. Kwa mfano kama wale akina mama walokuja juzi wale, yeye ndiye amewalekeza hapa, walikuwa hawakujui hapa, akawalekeza na wakaja. Alhamdulillah, wakaja wakatuletea kile walichotuletea, tunashukuru. Na leo amekuja mwenyewe pamoja na wenzake hapa, na kusema kweli ni harakati ambayo si mchezo. Katika vikundi vyote vile vilivyoundwa miaka haifiki mwaka, kulikuwa na huyu hawa zote zikabomoka, lakini chake hata kama ni watu wawili, lakini bado tuko imara, na ile riziki anayopata yuatukumbuka na anakumbuka maeneo mengi haya. Kwa hivyo dakika hii nitamkaribisha azungumze na nyinyi kwa malengo, ili kwa sababu yeye kwenu si mgeni, huja kutembelea, hata kama siku hizi kwa vile hali ni ngumu kuja kwa mwaka, lakini pia huja. Shukrani, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngapi wanajua mimi? Ustadhi wengine wageni hapa. Naona kuna wanafunzi wengi. Lazima kila dini na yeye kutoka kikifika. Nakumbuka kuna wengine pia wakati ule waliofanya study kwa nafua shamba ile sio kubwa sasa. Alhamdulillah, nakamili sana. Oromba. Nakamili sana. Hata hivi nafikiri nafahamu pesa kuitaya mshirika sana ndio. Kama serikali. Ataweza kununua. Wewe nashukuru sana. Alhamdulillah, leo tumeweza kufika. Ingawa tumekuja na vyakula vichache, lakini alhamdulillah tumekuja nao. Takbir. Allahu Akbar. Nasema zote asia mteza kwao tu, lazima hapa lazima ndo shulike kwa kila kitu hapo. Horo kule pale pengine zisende kabisa, lakini hapa lazima ni hawasema hivi kweli uno. Na leo stadi leo nimefanya bidii leo, nimekuja na viazi na sosi na chips leo. Takbir. Na nafikiri Sheikh Laki hapa na Salim nitaangalia kidogo ongezea mafuta pale na viazi. Kwa chips leo na kuna mikate pia nakuja nao pale. Takbir. Sasa tuongeza pesa viazi mafuta pale. Ndio chips. Sosi na lazima salama. Wewe nyamaza wewe. Sasa almuhimu wewe najua wengi wanakula chips hapo. Wewe uko nyamaza huko. Kitamu sio? Kitamu. Nashukuru sana ustadhi leo. Nimekuja kuwatembelea tena Ramadhani kama hii. Na inshallah Mungu akijalia Ramadhani hii inakuja tutakuja na mazuri zaidi inshallah. Muhimu ni kutia bidii kwa masomo na jitihada yenu katika masomo pale pale. Ile programu yetu stadi ya kuuliza watu maswali tunaendelea nayo kila mwaka kila sehemu. Tunazunguka huwa tunauliza watu maswali tutapata zawadi.
na inshallah tunaahidi hivyo, lakini natiania inshallah ikiwa mambo yatakuwa mazuri, ni kubwa inshallah tutamtumia nini hapo inshallah, tutamtumia nini hapa inshallah, natiania lakini tunaahidi kwa mambo mazuri inshallah tutafariki tutakuja hapa. Mwaka jana tulikuwa pale Kapuni kwa msalimu pale, lakini safari hii tutafanya bidii kuja hapa tujaidi pamoja, tucheze pamoja ama semaje? Sawa. Na pia stadi kuna programu nyingine pia ya kids watu na watoto. Alhamdulillah mwaka jana kushirikiana kwa jamii tuliweza kulipa mayatima 5,050 na wasiojiweza 50,000. Takbir. Pia inshallah shule zifunguliwa pia tutalipa ile programu ya kila mwaka ya kids. Ni katika jitihada ambayo kwamba ni changamoto nyingi ambazo nyingi sana, lakini inshallah tutakabiliana nazo na tutajitahidi stadi. Mungu akijalia kila mwaka ukenda lazima kubadilika. Tutafuta ofisi na pia sisi tufungue ofisi yetu. Ama tumaje? Tuna ofisi yetu na guest rasmi. Sasa ukija pale tutakuja tuona sisi tufungue na kitu gani tutakuwa tutatoa. Ama tumaje? Inshallah. Na ile mradi wa maji ile utafanyika inshallah mwaka huu. Ndio kwa Ramadhani, lakini kwa vile njia lakini mradi wa maji ile ambao tutaanzisha katika madrasa ya kuuza maji ni fresh. Nasikia tutaanzisha hapa sehemu ya Saleni Mwakurunge na Likoni, na tazama laki na Selemanta Sake pia tuitie mkondo wa kuuza maji ili itakuwasaidia. Kwa sababu gani? Na taa hivi taa sasa msomwezi nikumbushe lazima taa 7 zifungwe na si angalau pia kung'ara hapo, na mbona taa zikujua kwa msikitini hata watu wakiswali haonani. Sawa kweli? Ule msikitini kule kwetu watu kijana chabo hapa hata uko ni sasa muhimu taa zifungwe, watu waswali. Nasikia na alhamdulillah maka ni chache, lakini tupata maka zingine pesa talipa kule kwetu kule swali na siku swali na siku kule siku kazi swali na siku hapa maka yani upingia usiku baridi. Sasa katika jitihada zetu sasa mtufanye bidii inshallah tuje tusitimize hizo malengo inshallah. Na machache kisha Hai Mambaze. Salama. Habari za siku nyingi. Salama. Mimi nadhani tumetoka kitu ya nyamaza usikie. Katika madrasa zote ambazo sisi huna kushughulikia. Sawa? Madrasa ya Pangayambo, madrasa ya Ufu hawatu kubaa na madrasa ya Mtulu Bamba. Ni madrasa ambazo hizo zinahezwa sana ni kamali sana. Sawa Kwa sababu ya heshima na nidhamu ambayo ibaba sehemu za Pangayambo. Sawa Siambira vivyo vile kwa sababu yani kila baba mwanzo kutoa akili. Mwana bana ile kana kile kazi. Akimwona mwalimu na kwa maneno ohinyo kwa kumana zuri pale hiyo. Akaanza kusoma ndio hata letoni mpaka na kumbuye. Hata hepe basi ende konzi. Kwa hiyo kwa kalamu nzuri sana, heshima sana. Baba mna mwalimu kuna mwanafunzi ambaye ndiye Halima sawa? Alex Pola. Sawa Yeye yuko form 4 sasa hii, ana bidii sana. Tulimchukua Sharifu tangu wakati ule yule mtoto mpaka akapata maksi 300 na ngapi pale shule. 300 na kitu. Kwa form 1 hapa nilimchukua mimi. Na sasa yeye anasoma yuko form 4 pale wapi pale Commercio. Anasoma huko sana, ana bidii sana. Kila nikipitia pale ni B class B minor. Na ametoka hapa. Sawa? Tutajizatiti kwamba tuone kwamba hawa wanafunzi wetu wa madarasa ikiwa mtoto amepita vizuri yani tuamshika mkono vizuri. Sawa yani jamaa sio. Hiyo ni Qur'ani. Sasa hiyo kuna Salimu hawa tumetoka nao mbali, tumetoka Maji ya Chumvi. Mimi nilifunga orphanage center yangu pale Maji ya Chumvi, yaitwa Markaz Taqwa Islamic Center, tumetoka na wao huko. Tunalea watoto 40 mayatima na tuko na madarasa kubwa sana, iko na mwaka mmoja sasa hivi. Kwa hiyo tunashukuru sana kina Salimu hawa wananisupport kila wakati na tumetoka huko na tunaendelea. Na nilikuwa nimemwambia ustadhi pia kama kuna mtoto yatima ambaye ana miaka 5 mpaka 8
ambaye katika madrasa hizi zetu aniambie tuweze kumchukua. Tukimchukua pale sisi tutamchukua full, tunamfanyia shopping ya shule, tutamlipia mambo ya insurance, kila kitu, ndio yani tunamchukua pale. Sawa eh? Wewe Mungu atubariki, Mungu yani Mungu amhase sana. Ambani amina. Amina. Mungu akalele sana. Amina. Bariki mali mwenu. Amina. Bariki afya simu sia. Anasali na kundi kwa heri. Amina. Tutagagemu. Amina. Afya simu. Amina. Baba mayo. Amina. Misho Mungu boye sana yusalimu aza wale mke baba. Akimanya nashukuru sana, nasikia mwasikiza maneno kutoka laki ameniambia kwa watoto wasoma hapa na sasa tukimkana tafadhali kama unafunza kazi pia unasoma kuna angalau kwa ripeti sana nao unao madrasa moja kwa kikundi kwa pia lakini kwa nini mapili kuchukua majina wakani mapema sisi tuliwa kwa wanafunzi sawa wanafunzi wa mayatima walikuwa 10 wale wengine ambao maskini 5,000 sawa hatukesha sana kwa hiyo matatu muda wetu na kamili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sina mingi ya kusema isipokuwa nasema bana jua kali sana leo na malamazinga pema, lakini bado mfungo nasikia zala tafu. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ningewahusia sana kama alivyosema Laki, ufanye bidii katika masomo yenu, kwa sababu sisi tutafanya bidii kwa kushirikia katika mambo yenu, na nyinyi kwa kurudisha kwetu ni mfanye bidii katika masomo yenu ili mfanye nini, muweze kufaulu. Mkifaulu hapa, kukitoka watu wakifaulu kwa miongoni mwenu, wataweza kuwasaidia wenzao na wale watawasaidia wenzao. Ushaona hali zaenda zikiwa ngumu, kwa hivyo lazima na nyinyi wenyewe pia mfanye bidii katika masomo yenu. Mtume amesema utribul ilmu walau bisfil. Kwa hivyo tulitafuta elimu japokuwa wapi, kumaanisha elimu ni kitu kimoja muhimu sana. Mtu yuweza kukuibia vitu vyako vyote, akakufundia nyumba, akakufanyia nini, lakini haezi kukuibia elimu yako. Elimu yako iko ndani ya kifua chako na kichwa chako. Kwa hivyo ukiwa na elimu yako, mtu hawezi kukufanya chochote, lakini mambo mengine yote yanaweza potea isipokuwa elimu yako. Kwa hivyo mfanye bidii katika masomo yenu, na Mwenyezi Mungu atawatilia taufiki na atawajalia mtakuwa watoto wema, watoto ambao wala kusalihan, ambao mtawaombea wazee wenu Mungu, na pia mtuombee na sisi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie wale wafadhili ambao tupelekana nao, kusukumana nao ili walete misaada tuweze kuwasaidia na nini, basi Mwenyezi Mungu pia yeye awatilie wao nguvu, awafungulie biashara zao ili wapate kufanya khairati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malizia tukajua akili mengi yameongelewa na kusisitiza tunaambia muhimu wa elimu. Kwa sababu gani elimu muhimu? Sahihi ninapokuambia wanasoma taasisi nyingi za Kiislamu, university nyingi za Kiislamu, nakwambia Kenya nzima hakuna walimu wa Arabi na Arabi, hakuna. Hata ustadhi kule shule za town tunapozunguka katika kushirikiana nao, utaona makaratasi mbandiko mpaka mwalimu wa Arabi na Arabi, mwalimu wa Arabi na Arabi. Wewe ukishasoma Arabi, ukishasoma Arabi, ni haya mambo madrasa, ni kusoma tu na skuli, wewe ukisome college, usome university, wewe mwalimu. Sasa muitahidi hizi kazi muzifanye sisi ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Itakuja wakati mwisho wa Arabi itakuwa hakuna tena, maana walimu hakuna. Kama dorongo. Sasa mfanye bidii sana, walimu wa Arabi na Arabi hakuna. Watu wengi wanaangalia kwa electrician, wengine wanaangalia kwa carpenter, wengine wanaangalia kwa kazi ya magereti, makanika. Hii kazi ya kusoma dini msiwache.
baada ya miaka miwili mitatu inshallah. Nasikia sasa hivi tunaangalia hao wenzetu hao. Kuna program tuko nao. Hao wenzetu ambao tuko nao. Kwa bidii maana yake ni ndio wana sisi miaka mingi sana. Angalau pia tukifikiria nao watabuna kufanya kazi. Sema sisi. Na sasa nani pia sasa kikinama. Angalau tuangalie wanafunzi wakubwa wanasoma kama form 4 maana lazima. Kama ongea umetoa passport wanafanya kazi kwa hiyo wanafanya kazi ya Arabuni. Angalau waangalie kwa sababu utasaidia pia kwa kandarasi. Kama sio? Kuna watu kama 15 16 sio? Ni 16 sio 17 sorry. 17. Tayari kila kama mmoja anafanya control. Angalau kile watu kama hizo shule hana namna. Maisha kwa barabara kwa kutaka tena. Hana mwelekeo maisha, hana mzazi, hana baba na mama. Angalau sisi kidogo kule tukakaiza bila tukatubu, bila tukapiki, wengine uza kuku. Angalau maisha yao hawana roho. Yaani tunataka kufanya vipi hapa? Tunaye aje inshallah Mungu akipenda mwakani. Aje tunaye ile asadi ni aje. Mungu akipenda mwakani inshallah. Ukija Mungu akijalia tutakuja kufungua ile mradi wa maji. Na inshallah tutakuja kufungua na mtu ambaye atakuwa anasaidia kuwafundisha jinsi kutengeneza sabuni zile za mkono za kisasa. Tutazungumza naye tayari. Wajua sabuni na chiki ile ya sasa ile ya maji sasa. Nataka kutengeneza wao wenyewe koroge kama kuuza chupa 20. Sawa? Kama mtakomuna ni rahisi moja 30 kwa sababu hapa maeneo mengi hakuna. Sasa mradi utakuwa tunashapa hapa sisi. Ama haiwezekani? Wao mradi wa maji na sabuni utakuwa sasa tunaona tena shida. Hakuna shida yote itakuwa. Kwa sababu gani? Pengine sasa Mungu lazima kutasali na kuhesabu kwa pili, ndio mwezi wa kwanza itakuwa Mungu kwa majukumu zaidi na hiyo. Hiyo rekodi. Itakuwa kile kipochi itakuwa kina makaratasi kila sehemu. Kwa sababu hali itakuwa sio ngumu. Angalau ile njia atakayofanya itakuwa itasaidia nini? Mimi inshallah nitakuja tena Mungu akijalia hii kubwa tutakuwa tutafanikiwa katika mwezi tutakuja tena tukae tuangalie masala. Sawa sawa. Kuna kitu ambacho nataka kuelezea hiyo wanafunzi hasa hiyo wasichana sawa tumesaa juzi sisi jana Desemba tukakaa na wenzangu tukapata kwamba madarasa zetu zote ziko 47 pamoja na hii, lakini kuna tabia moja ambayo iko ambayo sana sana huko sijachunguza, lakini kule town iko wasichana wakubwa wana halwa, yani mnaolewa mapema sawa na hii kitu imekuwa na tabia ngumu. Hata ile madarasa pale Yasiri pale ile Jomvu pale, yani amali mwenyewe ambaye yasimamiwa na madarasa ya kukuba, wasichana wanafundisha watu mashairi vizuri, wanafundisha vizuri. Mtoto akisha kupenda hapo utauliza yani Fatuma yuko wapi? Alitoroshwa yeye. Hakuna kupima ukimwi, hakuna nikaa, hakuna nini, waenda pekani hivi. Kwa hiyo hii tabia kwenye madarasa zetu imeenea sana. Mnaaibisha maustadha wenu, mnaaibisha walimu wenu. Kwa hivyo si vizuri kuaibisha Waislamu. Tuko sawa hapo? Si vizuri kabisa. Si vizuri kabisa. Mkae vizuri kwa nidhamu. Maanake hasa hapa ndio mahali pazuri. Mtaala wa elimu huu zaidi kidogo umechanganya watu. Ndio maana hata mtu unaelekea junior secondary grade 7, grade 8, grade 9 unakuta kwamba yani lakini msome vizuri na mkae. Kama umefika mahali pa kuolewa kwa mfano utaratibu ufuate vizuri. Sawa Lakini siku hali watu na hali unaweza kuingia hivyo. Na wale mtu waje hapa mara moja waje kuiba aje aseme haya tunasema hivi kale basi. اللهم انا نستغفرك ونستغفرك ونستغفرك انفسنا واهلنا واولادنا واموالنا كلنا وبيتنا الشيطان المريض دار الوجود والدعاء والذباب من شر كل شيء على كل شيء قدير وانك عفو تحب العفو فاعف عنا صلى الله على الحبيب Inshallah. Khair.